Ni muda mrefu nimekutana na wachezaji wangu wa zamani wana Ibanja Inubi. Starboy. Ni muda mrefu sana kama miaka 20 sasa. Tulikuwa tutakutana yupo Marekani USA na nimefika hapa 2023. Tulikuwa tutakutana lakini leo tumekutanana nchini Texas, Houston. Ewa vipi? Safi. Muda mrefu. Muda mrefu aisee. Muda mrefu totally. Hii bado boli unapiga? Kwa sasa hivi ni hivyo tu lakini sio kama kawaida. Na kwa tu sana sana ndugu yangu. Tunajua Marekani ndio hivyo. Tunajua watu wengi wanasikiaga Ibanja lakini hawakujui. Lazima unaweza kujitambulisha kwa kamera ili watu wasije tu wakufahamu. Kwa majina naitwa Ibanja Inubi wa Maunga. Mchezaji wa kwanza wa Young Boys tena captain. Sasa tukaninunua nikaelekea huko, nilicheza kama miaka miwili nikaja Marekani. Lakini nilikuwa mchezaji pale kambini. Watu ambao tulicheza nao Simba ya Nyika nao wananijua hivyo. Nilichukua vikombe viwili pale Simba ya Nyika. Nikashindwa final moja, kwa hiyo wengi wananijua tu. Tofauti ni kubadilika na ndevu zimeshakuwa sana hivi. Wadu wapenzi na furaha kukutana na jamaa. Yaani kipindi nimeanza ukocha, huyu ndio alikuwa namba 10 wangu yani. Yaani Ibanja alikuwa na uwezo wa kupiga watu 4 5 chenga na kutoa assist yani. Na kuna jamaa wengi, wakati wengi wakijiita Central. Kipindi tumeendelea Ibanja ametoka, ametuacha, amekuja nchini Marekani. Walikuwa wanasikia tunataka cheza mechi, wanasikia tunapewa pesa na Ibanja. Walikuwa mtambui, ndio Ibanja sasa. Kama ulikuwa mtambui, ule Ibanja bado tulikuwa tunasema tupige simu kwa Ibanja, bwana bora, piga simu kwa Ibanja. Huyu ndio Ibanja Inubi. Namba 10 wa CDT wa zamani. Ndio huyu. Kipindi hicho tunasema kinapiga Mustafa na Rebel Thomas Wambo. Yaani CDT ilikuwa vizuri sana. Na kama tulikuwa tunajipia kipoa kwa sababu tulikuwa na namba 10 kambi mzima alikuwa anachafua sana. Kitu ambacho unajivunia sana kipindi kipangipo bora hapo mchezo bado kambi kabla hujamsajili wewe kama wewe. Mimi nilikuwa najivunia kwake na nilimuona. Nilijivunia kwa sababu nilitamani kuwa na yeye kwenye timu yangu na nilipambana na yeye akanisikia na akaenda kwenye timu yetu ya CDT kutoka Young Boys kuja CDT. Na kipindi tulipopata tulicheza mpira vizuri na tulipata namba 10 wa uhakika. Okay, kwa upande wa mchezaji kipi ambacho kilichopata wewe kubali kusajiliwa? Sababu ukarudi au kubali kusajiliwa na ndio kama kwa sababu kipi ambacho kilichopata timu yake? Kulikuwa vurugu kidogo, sijaelewa sana, unaweza kurudia? Kipi kilishawishi wewe kijana na usajili? Bila kitu cha usajili upate mpaka wewe ukafanya timu yako pale. Okay. Toka leo mimi nimesajiliwa, nimetoka kwenye timu yangu naenda kwenye hii timu. Kipindi kile kwanza timu ya CDT na Young Boys walikuwa na viwango tofauti. Kitu cha kwanza ambacho kimenipatia motisha kwamba timu CDT ilikuwa juu kidogo ya timu ambayo nilikuwa naichezea. Na nikaona ni move forward. Endelee mbele. Nianze kwanza CDT na hiyo timu ya CDT tena ni timu ya nyumbani. Timu ya nyumbani. Okay, nikiangalia kipindi kile hadi kambini nilikuwa hadi watu walikulipa kiasi kikubwa au ile kwamba nataka niingize kiasi changu au nataka niingize kiwango changu. Kama huko kote kwamba ana uwezo wa kuongeza kiwango changu au nataka na kitu maarufu. Actually kwa kipindi kile nilikuwa pesa nyingi. Bila kudanganya, kama nilikuwa mchezaji kama sikuwa wa kwanza nilikuwa wa pili kununuliwa kambini. Ilikuwa kama 20,000. Ilikuwa kama 20,000 hivi. Yaani kipindi kile ilikuwa too much money. Na bahati mbaya stay longer, sikukaa sana huko. Nikaja Marekani lakini nilikuwa na mategemeo tungeli move forward na timu. Kwenye timu ya Young Boys. Na kiwango ambacho nilitoka nacho kambini ama kiwango ambacho nilicheza nacho kwa timu ya CDT kilikuwa tofauti.
na kwa sababu ya coach alikuwa anani move forward, ananisukuma fanya hiki. Yani kuna kiwango kingine nilichukua hapo ambacho kiliongeza level. Kumalizia, CD3 sio timu ya leo, CD3 ni timu ya zamani, na ukicheza na CD3 lazima ujue mpira, kwa sababu unacheza kwenye timu ambayo inatoa mpira. Tunatolea story kidogo kuhusu akina Ibanja. Kisha alitoka Young Boys wakaja CD3, walicheza mpira vizuri, na kama unataka kujua mpira jiunge na CD3 kwa sababu wao ndio legend wa CD3. Cha mwisho ni kusema kwamba nimesema sana CD3 nisisahau Young Boys. Ni timu ilinilea nikiwa mtoto mdogo sana, na wameamini kipaji changu, walikuwa wanaacha hata wazee nje wanichezeshe mimi. Kwa hiyo siwezi nikasahau, ni timu ilinilea hadi nikaendelea. Kwa hiyo nisiwasahau. Big up sana kwa Mourinho. Big up sana kwake na wachezaji wengine wakina Madunia, wakina Misenge, Babadinho, watu kama na wengine. Thank you. Nashukuru Mungu mwanangu, sio huko. Kwa majina naitwa Wilson Ubaresa, mzee wa Tabo. Natoka KC au Kansas City Missouri. Yep. Niko Kansas City Missouri. Ala bibi koje kwa. Kuna hali nzuri sana zaidi hapa. Nilikuwa nachezea timu ya CD3 au Gate Boys Bao. Mimi nilikuwa nacheza namba 11 au namba 7. Yep. Yani yoyote kwa sababu ni vitu ambavyo nimeshapangwa. Mimi sio kusema napenda hiki no. Houston hapa nimekuja kusikiliza brother yetu kuacha. Hewa sasa hivi ni nzuri, lakini nilipata joto sana panda fulani hivi nimesumbua. Kwa hiyo pia alikuwa ni kocha kwangu, kwa sababu alikuwa ni msimamizi wakati mimi nacheza, yeye pale kwa msimamizi kwangu, kwa sababu mimi ni mchezaji wake. Okay, wewe utambua labda ulikuwa timu gani kambi? Pale nilikuwa kwenye timu ya Maternelle, yani mimi ndio chanzo cha ile timu ya Maternelle. Yana nilikuwa captain. Nawasalimu sana watu wa Ghetto Boys Bao, ila shukrani sana kwa kuwa hapa tumefika kwenye msika wa kocha wetu. Yap, shukrani sana kwa wote walioshiriki hapa pamoja na sisi kusindikiza kocha wetu. Naomba Mungu awabariki sana. Bwana men World Cup unategemea kwa Kongo itakuja tu gani na eski Kongo itachukua World Cup kweli au vipi? Siamini hapo. Kwa nini? Why? Kwa nini? Hamna kuhusu kama niliona mpira ijapokuwa niliona kwenye TV. Na sasa hivi nilipoteza ambapo tucheza hiyo mechi, lakini kwa hiyo chea mimi yani sikuchukua kama walicheza vizuri kwangu mimi. Boys Bao kwa msimu huu lazima, ninatumaini kubwa kweli, lazima ushindi uwepo, watachukua kombe.